Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi zaidi. Hebu funika macho yako, twende tukaombe. Baba, ninasema asante kwa ajili ya ukuu wako wa pekee. Ninakushukuru kwa ajili ya jioni hii ya leo. Ninakukaribisha mahali hapa katika utendaji wako, katika nguvu na uweza, tunapoenda kulitafakari neno lako na kuingia katika yale yote ambayo ni makusudi yako. Roho Mtakatifu akachukue nafasi. Ninapoteza kabisa akili zangu na fikra zangu. Ninakualika Roho Mtakatifu katawale, na ukatawale katikati ya kila mmoja, katika kumwingiza katika lile ambalo ni kusudi lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Ni somo muhimu, ila nitaenda haraka. Kwa hiyo wewe utakuwa makini katika kunisikiliza, upate kitu kinachoenda kukufungua leo. Upate eneo lako, upate maeneo yako ambayo Mungu anaenda kukufungua leo. Lakini pia uendelee kuandika pointi muhimu na uwe mwepesi kwenye kufungua Biblia yako tunapoenda kuisoma. Somo lina kichwa kinachosema jinsi ya kushinda mashambulizi ya nguvu za giza, yani shetani. Jinsi ya kushinda mashambulizi ya nguvu za giza. Jinsi ya kushinda mashambulizi ya nguvu za giza. Ninataka ufahamu ya kwamba ulimwengu wa roho ni kitu ambacho ni dhahiri na upo. Sijui tunaelewa? Na kuna viumbe vya kiroho vilivyopo katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu viumbe hivyo ni roho, kwa hiyo havionekani kwa macho yetu sisi ya damu na nyama, lakini katika ulimwengu wa kiroho vinaonekana na viko dhahiri kabisa. Na ndivyo ilivyo hata pia Mungu alivyomuumba mwanadamu. Biblia inasema naye akampulizia nini? Pumzi. Ile pumzi katika lugha asili iliyotumika kuandika Biblia inaitwa pneuma, yani maana yake ni roho. Kwa maana hiyo pale Mungu akampulizia roho. Biblia inasema kisha mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa hiyo kumbe hata mwanadamu naye mwenyewe pia ni roho. Kabla wewe hujaweza kudhihirika kwenye hii dunia, kuvaa mwili kwa kuzaliwa na mama yako, wewe ulikuwepo, lakini ulikuwa kwenye mazingira ya roho. Ndiyo sababu sisi hatukuweza kukuona. Na hata utakapokuwa umeondoka hapa duniani, mwili umeharibika, umeuacha, utaendelea kuwepo, lakini hatukuoni kwa sababu huna mwili wa kujidhihirisha hapa duniani, umeharibika huo mwili. Lakini katika ulimwengu wa kiroho tunaweza kukuona. Sijui tunaelewa kitu kama hicho Kwa hiyo ninataka kusema nini? Ya kwamba ulimwengu wa kiroho upo na ni kitu ambacho ni dhahiri, sio hadithi tu tunazoweza kuzisikia. Na Biblia inasema Mungu mwenyewe yeye ni roho, na ndio sababu hatuwezi kumwona kwa macho ya kawaida ya damu na nyama, lakini tunaweza kukutana na Mungu katika roho. Unapokuwa katika ulimwengu wa kiroho, unapoingia katika ulimwengu wa kiroho, unaweza kukutana na Mungu, unaweza kuonana na Mungu. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho ni kitu dhahiri, na ndiyo mazingira ambayo asili yetu sisi
ni wa huko katika ulimwengu wa kiroho, na ndio mazingira ya Mungu Baba yetu, yeye ni wa rohoni. Kwa hiyo Mungu alivyofanya uumbaji wake katika mazingira yote, aliumba viumbe hai vya kiroho. Kama vile jinsi yeye alivyokuwa ni Mungu ambaye ni roho, aliumba viumbe vya kiroho. Na hivyo viumbe katika Biblia vinatambulika kama malaika. Lakini pia wakati anamuumba mwanadamu, alikuwa na ubunifu wa mbele zaidi. Alimuumba mwanadamu roho, alafu kisha akamweka katika mwili aliofinyanga kwa udongo, kisha akawa nafsi hai. Kwa nini mwanadamu roho alimweka katika mwili? Alitaka ajidhihirishe kama alivyo sasa na kuwa na uwepo wake hapa duniani. Kwa hiyo Mungu katika uumbaji wake aliumba viumbe vya kiroho, aliumba. Biblia inasema hivyo. Hivyo Mungu aliweza kuumba viumbe vya kiroho, na Mungu alikuwa ana makao yake. Biblia inasema makao yake ni mbinguni. Nikikuuliza mbinguni ni wapi, wewe utanyosha juu. Nani kakwambia mbinguni ni juu? Nikwambia mbinguni ni wapi, utanyosha angani, utasema juu. Lakini huku sio mbinguni. Mbingu zipo katika ulimwengu wa kiroho. Inaweza kawa hata ziko kwenye mazingira yoyote yale. Inaweza kuwa ziko huku, inaweza kuwa ziko kule, inaweza kuwa ziko huku, lakini zipo katika ulimwengu wa kiroho. Ndio sababu hatuwezi kuziona kwenye macho ya damu na nyama. Kuna watu, kama mshawahi kuwasikia, wanasema kabisa ya kwamba walipokuwa wamelala usingizini wakachukuliwa katika ndoto, kisha wakaenda wapi? Kwa sababu wamelala usingizi, roho yake ndio iko hai. Kwa hiyo roho yake inaweza kusafiri kwenda mbinguni. Kwa hiyo mbinguni ni wapi? Ukinyosha juu ni Sunday school hiyo. Ni darasa la watoto wa shule ya Jumapili. Ndio ukiwauliza mbinguni ni wapi, watakwambia ni huku juu. Mbinguni sio huku. Mbinguni sio kule. Mbinguni sio kule. Mbinguni wala sio huku. Ni katika ulimwengu wa kiroho. Na ndivyo ilivyo hata kuzimu. Kuzimu ipo katika ulimwengu wa kiroho. Haipo kama tunavyoweza kufikiri huku, bali ipo katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu kuzimu inahusisha viumbe ambao walimuasi Mungu, wakatupwa, wakaondolewa katika ile enzi ya Mungu, wakapelekwa kwa. Inahusisha hapa. Kuzimu ni eneo la kifungo cha giza. Ukisoma Biblia yako utaona inasema hivyo. Kuzimu ni eneo la kifungo cha giza, yaani ni eneo ambalo lililotengwa na utukufu wa Mungu. Ni makao ya vile viumbe ambavyo viliitwa malaika, wakamwasi Mungu, wakatupwa. Sasa kwa hiyo walipotupwa, Biblia inasema wakafungwa katika vifungo vya giza, yaani wakatengwa na nuru ya Mungu na ule utukufu wote wa Mungu. Kuna watu wananielewa leo? Kwa hiyo malaika hawa walipoasi kule mbinguni, Biblia inasema ya kwamba hawa ndio sasa wakawa ni viumbe vya kiroho ambavyo vimeasi, vilivyotengwa na utukufu wa Mungu na uwepo wa Mungu. Tuko pamoja? Na Biblia inatuambia walifuatana pamoja na Shetani, ambaye yeye aliasi na wao wakamsikia, wakafuatana pamoja na yeye. Hatimaye wakatengwa na uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu, wakatengwa na ile nuru ya Mungu. Sijui tuko wote? Sasa hawa wanaitwa malaika waovu ambao Mungu aliwakataa. Kwa hiyo viko viumbe vya kiroho ambao ni malaika, na hawa ni malaika waovu ambao Mungu aliwakataa.
Ukisoma katika kitabu cha Petro wa pili sura ya pili mstari wa 4. Petro wa pili sura ya pili mstari wa 4, utaona anayazungumzia haya. Biblia yangu yenye Kiswahili kizuri kabisa inasema hivi: kwa maana kama Mungu hakuwasamehe malaika waliotenda dhambi. Biblia nyingine inasema walioasi. Biblia yangu ni ya Kiingereza cha Kiswahili cha King James Version. Kwa hiyo inasema malaika waliotenda dhambi. Biblia nyingine inasema malaika waovu, waliofanya uovu. Nafikiri ya kwako itakuwa inasema malaika waliofanya uovu, si ndio? Yote ni sawa. Kwa hiyo kwa maana kama Mungu hakuwasamehe malaika waliotenda dhambi, bali aliwatupa shimoni, akawaweka katika kifungo cha giza, walindwe hata siku ya hukumu. Hapa inatuonesha nini? Inatuonesha kwamba wako malaika ambao waliasi, walitenda dhambi, walitenda uovu. Kwa sababu hiyo Mungu akawatupa, akawatoa kwenye himaya yake. Biblia inasema akawatupa, akawaweka katika vifungo vya giza. Na wako katika vifungo vya giza, wamefungwa huko, hawawezi kutoka. Maana yake hawawezi kutoka kule wakaja katika nuru ya Mungu, hawawezi kutoka kule wakaja kwenye utukufu wa Mungu. Ina maana Mungu aliwakataa, hakuwataka kabisa. Kwa hiyo kumbe inawezekana Mungu aliwakataa alafu akawafungia wasipate nuru ya wokovu. Ndio maana mpaka kesho mapepo, majini na shetani wanajua ukuu wa Mungu na uwezo wake, lakini hawawezi kutubu, kwa sababu kumbe wamefungiwa kwenye vifungo vya giza, wasirudi kwenye nuru. Sijui unanielewa Wasirudi kwenye ule utukufu wa Mungu, wasirudi katika ule uwepo wa Mungu, wamefungiwa katika vifungo vya giza. Kwa hiyo ukiona ili neno linalosema ya kwamba, anaposema ya kwamba akawaweka katika vifungo vya giza, wengi wanafikiri wale malaika ambao waliasi pamoja na shetani wakapelekwa labda kwenye shimo, na hilo shimo lilikuwa lina giza totoro. Wengi wanafikiri hivyo. Sasa kwenye lile giza totoro wakafungiwa humo kwenye hilo giza. Neno hili linamaanisha ya kwamba yani Mungu aliwafanya wasiweze kurudi kwake tena, kwa sababu aliwakataa. Mungu aliwafanya wabaki na uasi wao, hivyo hivyo walivyomfuata shetani, walivyoenda kwa shetani. Mungu aliwafanya wakae huko mpaka siku atakapofika yeye akawahukumu, wasipate nafasi ya kufikiri wala kuwaza wala uwezo wa kutubu wala kuomba msamaha. Neno giza ni kinyume na nuru na utukufu. Kwa maana hiyo wale wote ambao watakaokuwa nje ya Mungu wako gizani. Wale wote watakaokuwa wako kwa Mungu, katika himaya ya Mungu, Biblia inatuonyesha, inasema kwamba wako katika nuru ya utukufu wa Mungu. Kwa tunaposema kifungo cha giza, au tunaposema giza, au wakati mwingine tunasema kwamba nguvu za giza, ina maana ni nguvu zinazotoka katika upande ambao hauna uhusiano na Mungu, hauna uwepo wa Mungu. Tuko pamoja Hauna utukufu wa Mungu. Na mtu yoyote yule kwenye dunia hii ambaye hajapokea neema ya wokovu, hajamjua Mungu na hajaokoka, maisha yake yanatembea katika maisha tu ya duniani kabisa, ambayo si ya Mungu wala si ya kumhofu Mungu. Huyo mtu anaitwa yuko gizani. Tuko pamoja? Ina maana yuko katika ule upande mwingine wa pili ambao si wa kimungu, ule upande ambao hakuna uwepo wa Mungu, hakuna nuru. Kwa Biblia inavyosema kwamba hawa malaika wakafungwa kwenye kifungo cha giza, yani naweza nikasema wakazuiwa wasikumbuke toba, wakazuiwa wasikumbuke msamaha, wakazuiwa wasirejee kwa Mungu, wakazuiwa wasitengeneze chochote na Mungu akawa na uhusiano na yeye. Sisi tuko pamoja?
Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivyo. Sasa ndio maana tunaweza kusema hivi, kumbe Mungu alimkataa shetani na malaika zake wote. Mimi kuna siku moja nikawaza nikajiuliza tu swali moja. Hivi shetani, mbona sisi tunahubiriwa kwa habari ya toba na msamaha? Hivi shetani naye hawezi kujua kwamba amemkosea Mungu, hata naye atubu arejee Mungu akamsamehe? Kumbe amefungwa huko. Ndio ile andiko linavyosema, akafungwa wapi? Gizani. Kumbe amefungwa, yani Mungu aliamua kumfunga kabisa, asikumbuke wala asitafakari wala asirejee, kwa sababu Mungu aliamua kumkataa yeye na vile viumbe vyote ambavyo vilikuwa vimeasi. Ndio hivyo leo hii mnasema majini na mapepo. Lakini cha ajabu, wao, Biblia inateleza hivi, kama mshawahi kusoma ile eneo, inasema hata shetani naye, hata mapepo nao wanamuhofu nani? Mungu. Tena zaidi ya kwako wewe, kwa sababu umeona umekuja hapa kwenye ibada, unaweza kuwa umekuja kawaida tu, muda ibada huko kawaida, lakini shetani akiona mazingira ya ibada anatetemeka. Kwa sababu anamjua Mungu jinsi alivyo, anamjua namna alivyo, uwepo wake, utukufu wake, nguvu yake, anamjua. Yani namna wewe unavyosema kwamba mimi namhofu Mungu, nahisi hofu ya Mungu, nahisi ya kwamba ule uwepo wa Mungu, sasa shetani anaupata zaidi ya kwako wewe. Lakini Biblia inasema hawezi kutubu kurejea kwa Mungu. Kwa sababu gani? Yeye hana imani inayoweza kumwokoa. Yani hawezi kumtii Mungu wala kurudi kwa Mungu na kuanza kumpendeza Mungu, kwa sababu Mungu alishamkataa, alafu akamfungia huko, hakumpa upenyo huo. Mungu hivi nafikiri Mungu alikuwa hawezi kusema tu ya kwamba shetani, kumfanya shetani atubu? Mbona anaweza kutufanya sisi? Maanake sisi hatukukataliwa, japo sisi tulimfuata shetani, si unanielewa Lakini hakutukataa, akatupa mlango wa ukombozi. Katika kitabu cha Mwanzo pale Biblia inasema kwamba baada ya mwanadamu kuamua kumtii shetani, pale ikatokea kama vile nabii fulani, Mungu alipomwambia kwamba utamponda nini? Utamponda kisigino. Ile ilikuwa ni nuru ya Injili, photo evangelism. Ilikuwa ni nuru ya Injili, ilikuwa ni picha ya Injili. Siji tunaelewa vizuri ambao hiyo picha hiyo ilikuwa ni kwamba pale Mungu alitangaza rehema, hakumkataa mwanadamu mazima, akampa nafasi ya kufanyaje? Ya kutubu. Kwa hiyo Mungu hakumfungia mwanadamu kwenye kifungo cha giza, bali Mungu alitoa nafasi mwanadamu arejee kwenye utukufu wake, arejee kwenye nuru yake. Siji tuko wote, Mungu alitoa hiyo nafasi. Sasa ilikuwa tofauti na shetani. Shetani alivyoasi tu, alivyotenda ile dhambi, Mungu akamkataa. Kwa hiyo akafanyaje? Switch off, kurudi kwake. Ndio maana shetani hawezi leo wala kesho, mapepo, majini mpaka kesho kutwa hawawezi kutubu wala kumgeukia Mungu na wao wakasamehewa, kwa sababu wamefungwa huko. Mungu amewakataa, wakafungwa wasiweze kukifanya hiko kitu kabisa. Sisi inawezekana hivyo kurudi na kutubu na kutengeneza mambo yetu na Mungu, kwa sababu Mungu hakutuweka kwenye kifungo cha giza, bali alitoa nuru ambayo hiyo tunaweza tukairudia tena. Kwa sisi hatukukataliwa, mwanadamu hajakataliwa. Hata kama yuko dhambini, bado Mungu anamkubali na anamtaka, na ametoa nafasi ya huyo mwanadamu kuweza kurudi kwake. Kama umeelewa kipengele hiko, mpigie Bwana Yesu makofi. Siji tunaweza kuona sawasawa katika hilo eneo Sasa basi, nikiwa nimekufafanulia hivyo vizuri katika ile andiko, hawa malaika ambao ni waovu waliotenda dhambi, Biblia inatuambia kwamba walikataliwa kisha wakafungwa katika vile vifungo vya giza. Biblia inasema walitenda dhambi au waliasi. Ndio hao mapepo leo tunawaita majini. Hao wote ni malaika walioasi, ambao wako kwenye kategori ya majina yao kulingana na kazi zao wanazozifanya. Kwa kuna malaika walioasi ambao wanaitwa majini, tumewapa majina, wanaitwa majini. Kuna malaika walioasi ambao wanaitwa mapepo.
ni hao hao. Kuna wengine sasa mnasema ni mizimu, ni hao hao. Kuna wengine sio mnasema vibwengo, sio vinini nini, kwa majina yake, lakini ni hao hao walioasi. Yamkini walipewa majina kutokana na shughuli zao wanazozifanya katika hizo nguvu za giza, katika mazingira yao ya gizani. Yamkini waliweza kupewa majina. Tunaweza tukaingia kidogo tukaenda kuangalia. Wameelezewa pia katika kitabu cha Yuda 1 mstari wa 6. Katika kitabu cha Yuda 1 mstari wa 6, hawa malaika wameelezewa tena. Biblia inasema hivi: na malaika ambao hawakulinda nafasi yao ya kwanza, bali waliacha makao yao wenyewe, wamewekwa katika vifungo vya giza milele. Ndio kile ninachokisema. Wamewekwa, wametengwa na nuru ya Mungu na uwepo wa Mungu milele. Sisi tuko pamoja? Wamewekwa katika vifungo vya giza milele kwa hukumu ya siku ile kuu. Kwa nini wamewekwa huko? Yaani shetani anachosubiri yeye, mapepo na majini na kuzimu vyote, mashetani, mapepo, majini au malaika walioasi, wanachosubiri wao ni hukumu tu. Ndicho wanachosubiri. Tangu walipolitenda lile kosa wakawekwa kule. Kwa hiyo wanachosubiri wao ni nini? Ni hukumu. Biblia inasema na malaika ambao hawakulinda nafasi yao ya kwanza, yani hawakubaki katika uwepo wa Mungu, badala yake waliamua kutoka katika ule uwepo wa Mungu, wakaacha makao yao wenyewe. Makao yao yalikuwa ni mbinguni, katika enzi ya Mungu, wakaacha. Hao wamehukumiwa milele, wamefungwa kwenye vifungo vya giza milele, wamehukumiwa milele. Hawawezi kurudi, hawawezi kutubu, hawawezi kumtazama Mungu kwa namna yote. Na ndio hawa wametajwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Wametajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Haya, ukisoma hapo kwenye Mwanzo sura ya 6 1 mpaka 5, Biblia yangu inasema hivi: ikawa wanadamu, hapa kuna kitu muhimu sana nataka nikiongelea hapa, usikilize kwa makini. Ikawa wanadamu walipoanza kuongezeka juu ya uso wa nchi, na wana wakazaliwa kwao, wana wa Mungu wakaona binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake miongoni mwao wote waliochagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mwili, lakini siku zake zitakuwa ni miaka 120. Siku zile kulikuwa na majitu duniani. Tena baadaye wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, nao wakawazalia watoto. Hao ndio waliokuwa mashujaa wa zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa uovu wa wanadamu ni mwingi duniani, na kwamba kila kusudi la mawazo ya moyo wake lilikuwa ni baya tu siku zote. Hapa wanatajwa tena. Wanatajwa wapi? Wanatajwa kwenye mstari wa 2, anaposema wana wa Mungu wakawaona binti za wanadamu. Hapa anapotajwa wana wa Mungu, wanazungumziwa hao malaika. Wanazungumziwa wale malaika ambao waliasi. Walipofika duniani, walipofika hapa duniani, wakawaona wanadamu na binti, kisha wakawaingilia. Walipowaingilia wakazaa watoto. Hao wakaitwa nini? Majitu. Huwa katika mazingira ya ufundishaji wangu wa neno la Mungu, ile neno nimepataga maswali mengi. Hoje kupata hata ukisoma ile neno upatagi maswali. Wana wa Mungu wakaona mabinti wakazaliwa majitu, wale wakaitwa ni manefili. Tunakumbukaga habari ya manefili. Watu manefili. Manefili ni watu gani? Sasa kuna kitu hapa lazima ujue kinaongezeka. Kumbe sio tu malaika waliohasi, bali kumbe kuna malaika wale waliohasi ambao walizaa wanadamu.
Yaani kuna malaika walioasi ambao walifanyaje? Walizaa wanadamu. Walipotoka kule wakaja, walipokuja wakawaona mabinti, wakawaingilia wale mabinti, wakazaa wanadamu. Sasa unaweza kusema hii inafanyikaje? Inakuwaje? Iko kwa namna gani au kwa jinsi gani? Mekanizmu hiyo ya ulimwengu wa kiroho. Sasa kumbe kuna hawa malaika walioasi ambao ni majini, mapepo, mashetani. Alafu kumbe kuna wanadamu kabisa wamevaa mwili, wako duniani, lakini ni mashetani. Anazaliwa kabisa na mwanamke, anakuwa mtu, anaishi duniani na anakufa, anaondoka. Lakini kwa asili ni mwana wa nani? Ni mwana wa shetani. Ukiangalia kwenye historia ya dunia, kuna watu ambao hao wametajwa, na hata kwenye kizazi unaweza kukutana na mtu, yaani unaweza kabisa kukutana na mtu kabisa, anaweza akawa rafiki yako kabisa, anaweza akawa yaani kabisa, lakini kumbe ni uzao wa Lucifer, ni uzao wa nyoka, kumbe ni uzao. Kwa hiyo kuna watu ambao kuna watu unaweza ukakutana duniani na si watu. Roho iliyokuwa ndani mwao ni roho ya shetani kabisa, sio wanadamu kama wanadamu tulivyo sisi ambao tumeumbwa na Mungu, tunaweza kuwa na hofu ya Mungu na kumkubali Mungu, bali wao ni mashetani kabisa. Roho iliyokuwa ndani mwao ni uzao wa hawa malaika walikuja wakaingilia nini? Wakaingilia wanadamu. Haya, hapo tunapata namna nyingine ya pili. Kumbe sio mapepo tu, bali kuna mapepo waliovaa mwili, wako duniani na ni wanadamu, na hawawezi kumkubali Mungu kwenye maisha yao mpaka wanaondoka duniani. Matendo yao ya kushangaza, lakini ushawishi wao mkubwa ni katika imani ya kuzimu na shetani. Sijui unanielewa Ushawishi wao mkubwa ni katika, na Biblia inataja walikuwa ni majitu makubwa wenye nguvu na wana akili yao. Ukisoma katika historia ya dunia, washai kutokea kabisa mpaka wakaishika dunia na kadhalika, na walikuwa na nguvu kubwa duniani, wana uwezo wa kushangaza, wana akili ya kushangaza, lakini akili yao inatumika katika kutekeleza uovu. Mpaka wanaondoka duniani, uwezo ukawaona wametubu, uwezo ukawaona wana uhusiano na Mungu, wala uwezo ukawaona wako. Sasa hapa kwenye Biblia inawataja hawa malaika katika namna nyingine, katika mwonekano mwingine ambao wameingiliana na binti za wanadamu, na katika kuingiliana na binti za wanadamu wamezaliwa wanadamu, wamezaliwa watoto. Mfano, nikuulize swali, mpinga Kristo. Tukizungumza habari za mpinga Kristo, unafikiri mpinga Kristo atatokea kwenye uzao wa namna gani au kwa jinsi gani? Sini. Lakini ukisoma Biblia inavyomtabiri mpinga Kristo, cha kwanza atakuwa ni Myahudi. Myahudi kabisa. Kule ambako amezaliwa Yesu, ametokea Yesu. Cha kwanza mpinga Kristo atakuwa ni Myahudi, Biblia inavyomtabiri. Alafu cha pili, Biblia inasema katika ukuaji wake, kuanzia utoto wake na ukuaji wake, atakuwa ni mtu ambaye mpole, mkimya, ana akili na uwezo mkubwa sana. Atakubalika kila eneo mpaka kuwa na nguvu au kupata mamlaka. Alafu kituko cha ajabu atakachokifanya duniani, atachinja nguruwe kwenye hekalu la Wayahudi. Tunafahamu Wayahudi hawali nguruwe, afu atamchinja pale. Lakini hilo tukio atakalolifanya sio yeye tu, ni kama alilolifanya yule anaitwa Alexander the Great, Alexandra wa miaka ile. Sijui unanielewa naye atafanya hivyo. Atakuwa na nguvu kiasi kwamba atawatesa watu wa Mungu, watakatifu wa Mungu kwenye hii dunia. Lakini hata hawa malaika ambao ni wa mbinguni, ambao hawakuasi, ambao sasa tunaweza kuwaita malaika, Biblia inaonyesha kwamba kwenye mazingira fulani walikuwa wakitokea na
kuonana na wanadamu. Nani ashai kuona malaika? Nani ashai kuona malaika? Kuna mtu hapa amewahi kuona malaika? Huwa Biblia inasema huwa wanaonekana. Kuna wakati fulani wanaonekana kwenye mazingira ya wanadamu kabisa, wakabahatika kuwaona. Mimi nimewahi kuona malaika, nimewahi kuona katika awamu kama 3. Nimewahi kuona malaika katika awamu 3. Wakati nilipokuwa nina sali chini ya yule askofu, siku ambayo alinianoint nikawa msaidizi wake kwenye level ya juu, na siku ambayo akanirudisha sasa rasmi kwenye utumishi wa Mungu, maana nilikuwa nimeachana nao, nimeenda kufanya kazi. Siku ile nilipokuwa natoka kanisani, nikawa na malaika hawa wawili. Kwa nilikuwa nawaona na natembea nao, yani nikienda wako pamoja na mimi, nikienda wako pamoja na mimi, nikienda wako pamoja, nikilala wako pamoja na mimi. Kwa hiyo malaika wanaonekana pia. Huwezi ukawaona katika jicho la kawaida, lakini kama utakuwa kwenye ulimwengu wa kiroho na utakuwa rohoni kupita kiasi, macho yako ya rohoni yakapata nuru, yakafunguliwa, unaweza kuona malaika hata hapa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini wakati mwingine wanaweza wakajidhihirisha katika namna ya kibinadamu, wakaweza kuonekana katika namna ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nachotaka kusema nini? Tukisoma Biblia tukiangalia hawa viumbe wa kiroho, kuna wakati fulani wanadamu wanaweza wakawaona, na hata mwamini ambaye amemwamini Kristo na yuko moto wa rohoni kweli kweli, anaweza akaviona hivi viumbe katika ulimwengu wa kiroho. Anaweza akaviona, akaona mapepo, akaona majini, akaiona kuzimu, tuko pamoja, akaiona mbingu, akawaona malaika wanaotenda kazi. Kwa ni vitu ambavyo vimefichwa kwa wale ambao wako mwilini, wako binadamu tu kawaida, vimefichwa kwao. Lakini kwa watu ambao wako rohoni kupita kiasi, ni vitu ambavyo vimefunuliwa na vimewekwa wazi kwao. Sijui tuko pamoja, wanaweza kuviona. Kwa Biblia inaonyesha kwamba kuna malaika hata wale wa Mungu pia wanaweza kuonekana. Awamu ya pili ambao mimi niliona malaika, ilikuwa nina desturi ya kuamka usiku na kuomba muda mrefu, karibu masaa 8. Sasa siku moja nikawa nimepitiwa na usingizi. Nilipokuwa nimepitiwa na usingizi, akaja malaika pale kwenye lile eneo kuniamsha. Nikiwa nimelala usingizini kwenye kona ya upande wa kushoto, nikaanza kuona mwanga kama vile tochi ambayo imewashwa. Sababu yenye mwanga mkali imewashwa. Sasa nikawa ule mwanga kama ile miale ya mwanga inanipiga kwa pembeni hivi, nikana kugeuka kuangalia hivi, kufumbua macho, nuru inao nani hapo, ni ajabu. Pale nikajikuta utafikiri nimeshaomba masaa 3. Yaani nikajikuta tayari, yani kama vile nimeshaomba masaa 3, ninaendelea kuomba. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo niliwahi kuwaona miaka nyuma, wakati niko ninachunga kule Bukoba. Waamini watoto wangu wa kiroho waliona malaika. Wakati huo tulikuwa tunajenga kanisa, tulikuwa ndo tunalijenga, tumelipandisha kama hivi, bado hatujatia bati. Sasa kwa sababu tulikuwa tuna zile program za ujenzi, mimi nilikuwa siendi nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa ninabaki pale kanisani. Nilipokuwa ninabaki pale kanisani, nisikilizeni somo huko. Nilipokuwa nabaki pale kanisani, nilikuwa ninalala. Lile eneo lilikuwa ni wazi. Unajua nikisema wazi, na unaelewa kijijini kule, mazingira ya vijijini jinsi yalivyo. Kwa ile eneo lilikuwa ni wazi kabisa. Sasa nilipokuwa ninalala pale, siku moja nikaona nipange zamu za maombi, mzunguko wa masaa. Ninyi sio mshaikutana nao, huyu anaomba saa 7 mpaka saa hivyo, lakini kuomba mnaomba kanisani. Ina maana lazima zamu yako inapofika unaenda unaomba kanisani. Sasa wakawa wanakuja wakati mwingine wanaweza wakaja 3. Wale 3 wanapokuja wanaomba masaa haya 3 kwa pamoja. Wakati mwingine huyu na huyu anayefuatana wanakuja 2, labda wa saa 6 na saa 7 wote wanakuja, wanaanza wote 2 saa 6, wanaenda masaa 2. Kwa wakawa wanaenda wakati mwingine kwa namna hiyo, wanamaliza wanaingia hivyo wakiwa wako pamoja. Sasa walipokuwa
wamekuja pale, kumbe mimi sijui. Ninapolala kuna malaika anayekuja anafanyaje? Ananifunika. Sasa mimi ninaomba haya, nikifika muda nasema nipumzike zangu nilale. Sasa kuna wale wanaokuja ule usiku wa manane wale. Nikipumzika nikilala, akija usiku wa manane hawanikuti. Lakini mimi nimelala hapo hapo. Sasa ule usiku wa manane kwa kuwa nimechoka na kwa sema ngoja tu nipumzike zangu. Kwa hiyo wanapofika pale wanakuwa hawanioni, hawanikuti. Sasa inapokuwa kesho labda kuna ibada ya jioni au na program yote kama hivi, wanashangaa nikiwaambia mimi nimeomba nikalala hapa. Sema mama anasema ameomba akalala hapa au ni muongo? Mbona sisi tukija tumkuti anasema amelala hapa? Anasema mbona sisi tukija tumkuti hapa anasema amelala hapa? Ambia unalala hapa, nimeamkia hapa. Sasa kama wanajiuliza maswali. Sasa kumbe ninapolala anakuja kerubi ananifunika. Moja ya kazi ya malaika anayeitwa kerubi, akifunika huoni kitu. Ndiye aliyefunika bustani ya Edeni mpaka leo haionekani. Mimi nasema kwamba baada ya Adam kuondolewa katika bustani ya Edeni, wakaja makerubi katika zile pembe za bustani, kisha wakafanyaje? Wakaifunika. Kwa maana hiyo bustani ya Edeni ipo, lakini hatuwezi kuiona kwa sababu makerubi kazi yao ni kufunika. Wakifunika hakuna kinachoonekana. Anaweza akasema anaifunika Tabata yote ikapotea huko isionekane. Kumbe anakuja kerubi anafanyaje? Anafunika. Kwa akifunika hamna anayeweza kuniona. Sijui unanielewa eh? Sasa siku moja wakawa wanatoka wanakuja kanisani. Wakiwa wanapanda wanasema sasa kule kanisani kuna nini? Mbona hatuelewi? Kuna umeme? Wameasha taa au ni nini? Sasa wanafika pale, wanaingia kuangalia mlangoni. Wanasema walichokiona ilikuwa ni ajabu. Waliona misili ya malaika kama maumbile ya mwanadamu vile, akiwa anang'ara na nuru ya ajabu, akiwa ameniinamia hivi anatazama. Mimi nimekunguta usingizi hata sijui. Sielewi chochote. Sasa badala ya wao kuingia kukutana naye labda at least wazungumze, wakageuza wakala mita. Nikamwambia ningekuwa na mimi ningeingia kuuliza. Wakakimbia mbio kwa hofu. Alfajiri saa 12 watu wanakuja wananichungulia. Kanisa karibu zima wameambizana huko. Jamani, baba sijui katokewa na kitu gani cha ajabu. Wanakuja wanachungulia. Mimi nishangaa wanachungulia nini, wanaingia. Baba mzima? Naambia mimi mzima. Tulichokiona usiku wa jana ukiwa umelala hapo kilikuwa ni cha ajabu cha kushangaza. Nikamwambia ni utukufu kwa Mungu. Basi Mungu yamkini ana namna zake ambazo yeye mwenyewe ananilinda. Kwa hiyo hivi viumbe vya kiroho, hata hawa malaika nao pia kuna wakati wanaonekana. Karibu Biblia imetaja 300 kuhusu malaika mbinguni na imewataja. Lakini kuna malaika mmoja Biblia imekuwa ikimtaja kwa jina la malaika wa Bwana. Sitakuwa kwenye somo hili nikiangazia sana kwa habari ya malaika na kadhalika na majina yao na nini. Mimi naangazia tu viumbe vya rohoni, lakini na basis nataka niingie huku sana, huku kwa shetani, huku ambako nataka tukapashughulikie. Haleluya. Huku kwa malaika walioko gizani, huku utendaji wao, kazi zao na kadhalika. Huko ndo nataka. Mungu akinipa neema, nilishai kufundisha somo la malaika hawa wa mbinguni, namna zao nilishai kufundisha, ila hawa wa huku sikuwagusa sana. Kwa hiyo naweza nikapata muda mzuri wa kuwagusa na kuelewa utendaji wao, kazi na namna inavyokuwa. Sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 16 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: malaika wa Bwana akamkuta karibu na chemchemi ya maji jangwani, karibu na chemchemi iliyokuwa katika njia ya Shuri. Mkisoma Biblia yenu maeneo mengi sana mmeona huyu malaika akitajwa, malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. Si mmeona sana? Biblia ya Kiingereza inasema angel of the Lord. Malaika, Biblia imetaja sana malaika wa Bwana. Malaika ametajwa mara kadhaa, malaika wa Bwana. Sasa katika Mwanzo sura ya 16 kuna kisa hapa, nitakiongea kidogo, halafu nitakuja kwenye huu mstari wa 7
ili uweze kuelewa kwamba kilichokuwa kinazungumzwa hapa ni nini. Kisa kilichokuwa hapa kiko hivi. Mnakumbuka wakati wa Abraham na mke wake Sara na yule kijakazi? Mnakumbuka? Kanisa, mjanijibu, mnakumbuka? Iko kisa, si mnakikumbuka ya kwamba Abraham alikuwa na mke wake Sara na kulikuwa kuna mjakazi anaitwa Hagari. Huyu Hagari alikuwa ni mjakazi pale nyumbani mwa Abraham, kijakazi, yani anayefanya kazi zile za nyumbani. Abraham na Sara, baada ya kupita muda mwingi bila kupata mtoto, Sara akamshauri Abraham afanyaje, awe na huyu kijakazi. Si tuko pamoja na kwa huyu ili aweze kufanyaje, kupata mtoto. Tuko pamoja. Lakini sasa kutokana na hilo, baadaye Biblia inasema akawa katika namna ya kufanyaje, ya kumdharau nani? Kumdharau Sara. Sara akaenda kushtaki kwa Abraham kwamba kijakazi anafanyaje, ananidharau. Sasa ndivyo inavyokuwa. Ndivyo inavyokuwa. Mimi ni superior zaidi yako kwa sababu mimi nimezaa, nina mtoto. Sijui unaelewa, lakini we huna mtoto. Kwa hiyo utafanyaje? Utadharauliwa. Kwa hiyo sasa yule mama Sara akaona sasa hizi ni dharau kweli kweli. Akaenda kushtaki kwa Abraham. Abraham akamwambiaje, huyo ni kijakazi, yuko chini ya mamlaka yako, unaweza ukafanya utakavyo. Kwa hiyo Sara akazidi sana kumtesa yule kijakazi na dharau zake. Wewe unanidharau mimi wakati mimi ni bosi wako. Kwa akazidi kumtesa sana. Baada ya yule kijakazi kuona anateswa, akafanyaje? Akakimbia. Sasa alipokimbia akaamua kutoroka. Sasa akafika eneo la jangwani, na pale jangwani kulikuwa kuna chemchem, akakaa hapo. Ilikuwa ni eneo ambayo ni njia inayoelekea Shuri. Alipokaa hapo akiwa amechoka na yani ana njaa, anahisi mateso makali na maumivu makali, na kule amekimbia kwa Sara kwa sababu ananyanyaswa, ndipo Biblia inasema hivi sasa katika huu mstari wa 7 katika Mwanzo sura ya 16, malaika wa Bwana akamkuta karibu na chemchemu ya maji jangwani, karibu na chemchemu iliyokuwa katika njia ya nini? Ya Shuri. Ukiendelea kusoma utaona malaika huyu wa Bwana, angel of the Lord, huyu malaika wa Bwana akamtokea. Umeona sasa? Si unanielewa Malaika, hebu sema malaika. Malaika. Sema kwa sauti, malaika. Malaika. Kwa hiyo malaika akamtokea, na alipomtokea akamwambia nini? Akamwambia rudi kwa Sara, na unapoenda kwa Sara ukamsikilize. Ilikuwa ni kazi kweli kweli. Yaani umekimbia kwa sababu alafu unaambiwa rudi huko. Si unaelewa? Malaika wa Bwana akamwambia rudi kwa Sara, na utakapoenda kurudi kwa Sara ukafanyaje? Ukamsikilize. Sasa Biblia imetaja kwenye maeneo mengi sana kuhusu malaika huyu wa Bwana, angel of the Lord. Sasa mara nyingi alikuwa akitokea kwenye mazingira, akitokea wanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo akiwafariji, wakati mwingine akiwapa njia, akiwapa nani. Ukifuatilia zaidi katika lugha ya Kiebrania iliyotumika kuandika ili neno malaika wa Bwana, unakutana na jina linaloitwa Yehova. Kwa huyu malaika wa Bwana kumbe alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa kwenye Biblia unapoona mahali pameandikwa malaika wa Bwana naye akamtokea, basi kumbe alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Yamkini alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe tangu wakati ule alikuwa akija duniani kuwatokea watu kwa ajili ya kuwafariji watumishi wake, kuwapa mwongozo, kuwapa mwelekeo na kadhalika. Na alipokuwa huyu malaika wa Bwana akiwatokea hao watu, alikuwa anazungumza kama Mungu. Tuko pamoja Yaani sio, unajua kwa nini nasema huyu malaika wa Bwana ni Yesu Kristo? Mfano, tuko pamoja. Unamkumbuka yule malaika aliyekuja kwa ajili ya kumpa taarifa Danieli baada ya maombi yake? Mnamkumbuka? Ambaye alizuiliwa hapo juu na mkuu wa anga. Mkuu wa anga alimzuia asiende.
akashindana, akashindwa kwa sababu yeye alikuwa ni nani? Alikuwa ni Gabrieli. Yeye alikuwa kazi yake kubwa ni kuleta taarifa. Sasa yeye hakuwa amejiandaa kwa ajili ya vita, kwa hiyo alizidiwa pale, akazuiwa. Ndipo Biblia inasema Bwana akamwagiza Mikaeli, akashuka mpaka hapo, akaanza kushindana na yule mkuu wa anga. Nakumbuka ndipo Gabrieli akapata nafasi kutoka kwenda kuja sasa kwa nani? Kuja sasa kwa Danieli, kumweleza ulichokuwa tangu siku ya kwanza unaingia kwenye maombi, majibu yako nilikuwa nimeshapewa, lakini mkuu wa anga la Uajemi alinizuia nisiweze kukufikia. Ndipo Bwana akamtuma Mikaeli, yule malaika mwenye upanga, naye akashuka kwa ajili ya kunisaidia. Hivyo basi majibu ni haya, akampa majibu, afu akamwambia ninarudi huko tukavipige vita tukaendelee, maana nimemwacha huko mwenyewe. Sijui unaelewa Sasa kwa nini Biblia Gabrieli ina mention, inamtaja kama nani? Gabrieli. Si unanielewa Kwa nini Biblia Mikaeli inamtaja kama Mikaeli, na malaika wengine katika kazi zao inawataja, lakini huyu inamtaja malaika wa Bwana? Ni nani huyo? Huyu alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kumbe tangu nyakati kule za Agano la Kale Yesu Kristo alikuwa anakuja duniani na kujidhihirisha, na alikija Gabriel alikuwa anamwambia ya kwamba Bwana anasema, Bwana amenituma. Lakini huyu malaika wa Bwana alipokuwa akiwatokea wanadamu alikuwa anawaambia, yani anasema kama yeye ndiye Mungu. Sijui umenielewa Ndio yule alikuja akamtokea, akatokea kwa nani? Kwa Sara. Alitamka kama yeye, mwakani majira kama haya utapewa mtoto. Alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Sijui unaelewa Sijui unaelewa Ndio yule aliyetokea kwa nani? Yakobo, akiwa amevaa umbile la malaika. Yakobo, Biblia inasema umeshindana na Bwana na ukafanyaje? Ukashinda. Wewe kuanzia leo utaitwa Israeli. Yaani alikuwa na mamlaka ya kimungu ya kuamuru. Huyu malaika Bwana alipokuwa akitokea alikuwa na mamlaka kama vile ya kimungu ya kufanyaje? Ya kuamuru. Anaongea yeye kama Mungu. Lakini malaika wengine walipokuwa wakiwatokea kusoma Biblia kutokea wanadamu, walikuwa ni kama wanaleta ujumbe, walikuwa ni kama vile wanaleta message. Lakini yeye alipokuwa akitokea wanadamu alikuwa anasema yeye. Kwa maana yeye alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Alikuwa akija duniani akiwatokea wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu alikuwa ni Yesu Kristo. Na hata wakati wa sasa hivi iko hivyo. Mpaka wakati wa sasa iko hivyo. Yesu Kristo anaweza kuendelea kutokea watu katika mfumo wa malaika wa Bwana. Na akija akizungumza, anamzungumza kama Mungu yeye mwenyewe. Kwa hata wakati wa sasa inawezekana ikawa iko hivyo hivyo. Yesu Kristo alikuwa anatokea wanadamu wenyewe. Kwa hiyo tunaona nini hapa? Kwamba tuna kumbe hata wakati ule pia Mungu mwenyewe alikuwa akijidhihirisha duniani kwa mfumo wa malaika. Tuko pamoja? Na alitambulika kama vile malaika wa nini? Alitambulika kama vile malaika wa Bwana. Amewatokea wengi. Kama wewe ni msomaji wa Biblia, ukiwa unasoma Biblia vizuri, utaona kwenye maeneo mbalimbali huyu malaika wa Bwana akifanyaje? Akijidhihirisha au akiwatokea wengi hasa huko. Tuko pamoja Turudi sasa kwenye hawa walioanguka wakafungwa kwenye vifungo vya giza, majini, mapepo, mashetani na kuzimu. Katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 4 inaendelea kuelezea hiki ninachokisema, ya kwamba anasema kwamba mkia wake ukavuta theluthi za nyota mbinguni akazitupa duniani. Yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliyekuwa tayari kuzaa, ili ameze mtoto wake mara tu atakapozaliwa. Hapa anazungumziwa habari ya joka. Yule joka mkia wake ukavuta theluthi ya nyota za mbinguni akazitupa duniani. Sio unaona vizuri? Anazungumza habari ya nyoka. Joka hapa anatafsirika kama nani? Anatafsirika kama shetani. Tuko pamoja? Hiyo 12 mstari wa 7 Biblia inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule nyoka. Yule nyoka naye akapigana pamoja na malaika zake,
Kwa hiyo inaonyesha kwamba kulikuwa kuna shetani ambaye alikuwa amefanyaje, ameasi, na huyo shetani ambaye alikuwa ameasi alitupwa wapi? Duniani. Sisi tuko pamoja eh? Alitupwa duniani, na kwa namna hiyo anafanya vita kutoka katika vifungo vyake vya giza, anafanya vita na Mungu, watendakazi wa kimungu, anafanya nao vita kwa namna hiyo. Haleluya! Lakini kwa namna ya tatu, hizi roho ovu au malaika wa ovu wanaweza kukaa ndani ya watu. Hebu sema, wanaweza kukaa ndani ya watu. Sasa kuna yule ambaye amezaliwa, tuko pamoja, ni mwana wa gizani, lakini kuna yule ambaye si mwana wa gizani, lakini hawa mapepo, majini, hawa mashetani, lakini wakafanyaje? Wakaja wakamwingia, wakawa wako ndani yake. Sasa wanapomwingia wakiwa wako ndani yake, wanaanza kuzitekeleza kazi zao kupitia huyo mtu, kwa sababu wao ni viumbe vya kiroho. Hawana nini? Mikono, hawana miguu, hawana pua, hawana mdomo. Kwa hiyo wakitaka kusema, watatumia mdomo wa nani? Wa mwanadamu. Nanielewa eh? Wakitaka kutenda kazi zao hapa duniani, watatumia mikono ya nani? Mwanadamu. Wakitaka kutengeneza na kudhihirisha mambo yao, watamtumia mwanadamu. Pamoja na kwamba anakuwa na uzao wao, bado wanahitaji kuwa na umiliki mkubwa. Hivyo wanakuja, wanawaingia wanadamu. Wanapokuwa ndani ya wanadamu, wanaanza kuzifanya kazi zao za kuendeleza himaya yao ya giza. Tuko pamoja eh? Himaya yao ya giza. Kwa hiyo hawa na Biblia katika kitabu cha Agano Jipya imeonyesha mengi. Mfano, imeonyesha kumbe wa malaika ambaye ni pepo anaweza akaingia ndani ya mtu. Katika Mathayo 12 mstari wa 43 mpaka 45. Mathayo 12 mstari wa 43 mpaka 45. Angalia sasa, tukianzia tu mstari wa 43 tu inatuonyesha picha fulani. Biblia inasema hivi, pepo mchafu akimtoka mtu. Pepo mchafu, huyu ni malaika wa giza ambaye tunamwita nani? Pepo. Akimtoka mtu, ina maana alikuwa wapi? Ndani ya mtu. Tuko pamoja eh? Alikuwa ndani ya nani? Ndani ya mtu. Katika Marko sura ya 5, Marko sura ya 5, kuna pale kisa ambacho Yesu Kristo anafika, anakutana na mtu ambaye naye amepagawa na pepo, wako ndani yake. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion. Neno hili Legion katika lugha ya Kiyunani ni jeshi la mapepo. Tuko pamoja? Ni jeshi la nini? La mapepo. Akamwambia, au huyo pepo anamjibu Yesu, kwa kuwa sisi tu wengi. Lakini walikuwa ndani ya nani? Ndani ya mtu. Angalia wanapofanya kazi zao shetani na mapepo na majini yake, hawa malaika walioasi wa kuzimu. Moja, wanafanya kazi katika ulimwengu wa kiroho wakiwa wamebaki kama walivyo kwa asili yao ya rohoni. Pili, wanafanya kazi kwa kuwa na uzao wao duniani. Alafu tatu, wanafanya kazi kwa kuwaingia wanadamu. Si unaelewa eh? Wakiingia wanadamu sasa, wanaendeleza kazi yao ya uharibifu ya giza. Wakiwa ni uzao wao, wanaendelea kuendeleza kazi yao ya uharibifu wa giza. Wakiwa katika ulimwengu wa kiroho kule, wanaendelea kufanya kazi yao ya kuharibu. Unanitolea macho. Hebu angalia wewe ambaye sasa unamwamini Mungu, umeokoka. Wanapopiga kazi na vita zao jinsi ilivyo, wana uzao wao, uko nao. Uko kazini, unaweza kaa uko nao. Kanisani, unaweza kaa uko nao. Sijui unanielewa eh? Hivi vitu kama una Mungu na una jicho la kiroho, unashangaa tu mambo yako yanaenda ovyo. Unashangaa unaharibikiwa tu, shuleni unafukuzwa, mara si nini, una rafiki ndo mnapendana, mnaambiana kila kitu. Kwani unafikia anaonyesha kama ni mbaya nini? Hamna. Lakini
kuna kaeneo tu lazima kuna namna anakushikilia, kazi yake inafanyika. Wewe unaweza ukaenda ukamweleza habari za Mungu lakini akakucrash tu. Mungu ni nani? Anaweza kanena hata makufuru kwa Mungu. Mungu ni nani? Mambo ya kijinga hayo. Huo ni ujinga na upuuzi tu. Yaani huyu amjui hata Mungu wala amuelewi hata Mungu. Wanaenda mpaka wanakufa hivyo hivyo. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Marko. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko 24 mpaka 30. Angalia, anasema akaondoka huko akaenda mpaka mipaka ya Tiro na Sidoni, akaingia katika nyumba, naye hakutaka mtu ajue, lakini hakuweza kujificha, kwa maana mwanamke mmoja ambaye binti yake mdogo alikuwa na pepo mchafu. Angalia, alikuwa na pepo mchafu. Huyu ni mtu, ni mwanadamu, lakini ndani yake kulikuwa kuna nani? Kulikuwa kuna pepo mchafu. Sasa huyu sio ule wa uzao, ila huyu alikuwa ameingiliwa na pepo mchafu. Huyu alikuwa pepo ameingia ndani. Huyu malaika wa giza ambaye anaitwa pepo alikuwa yuko ndani ya huyo mtu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kulikuwa na pepo mchafu. Aliposikia habari zake, alikuja akaanguka miguuni pake. Mwanamke huyo alikuwa Myunani mwenye asili ya Kisaifonike, akamsihi amtoe pepo katika binti yake. Kumbe unaweza ukawa uko duniani unatembea au upo kanisani, kuna watu tayari ndani mwao wana mapepo, majini, mizimu, wana hawa malaika wa giza walioasi. Kwa sababu kumbe wanafanya kazi, wanaingia, wanakuwa ndani ya huyo mtu. Si unanielewa? Wanakuwa wakifanya hiyo kazi yao ndani ya huyo mtu. Yesu akamwambia, waache watoto washibe kwanza, kwa maana si vema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Hilo tuachane nalo, tuendelee. Naye akamjibu akasema, ndio Bwana, lakini tuachane. Yesu akamwambia, kwa ajili ya neno hilo enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Pepo amemtoka, ina maana alikuwa yuko wapi? Ndani. Sisi tuko pamoja? Alikuwa yuko ndani. Kwa hiyo Yesu akamtoa nini? Akamtoa pepo kutoka kwa binti ya huyu mama. Ina maana alikuwa yuko ndani. Kwa hiyo kumbe wanaweza wakaja wakaingia ndani ya mtu, wakawa ndani ya mtu, wakafanya kazi zao ndani ya mtu. Sijui unanielewa vizuri wakiwa ndani ya mtu. Haya, tukiangalia katika Marko 9 mstari wa 14 mpaka 27. Mstari wa 14 mpaka 27. Haya, kuna kisa kingine hapa kinasema ya kwamba walipofika kwa wanafunzi, waliona mkutano mkubwa na watu wakiwazunguka na waandishi wakibishana nao. Mara watu wote walipomwona Yesu wakashangaa sana, wakamkimbilia wakamsalimu. Akawauliza, mnabishana nao juu ya nini? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta kwako mwanangu mwenye roho bubu. Sio bubu, ndani mwake kuna nini? Kuna roho. Ili neno roho manake ni mapepo. Pepo si ni maroho, majini ni maroho. Tuko pamoja? Mizimu ni maroho, roho chafu. Wale malaika walioasi wa kuzimu alikuwa ndani ya mtu, kwa sababu ni utendaji kazi wake na namna hiyo ya kibubububu. Kwa hiyo wakamfanyaje? Wakamfunga kinywa huyu mtu akawa hazungumzi, aongei. Kumbe ni roho bubu. Unaona inavyokuwa? Anaendelea sema, mwanangu mwenye roho bubu, na pepo anapomkamata humwangusha chini, naye utoa povu, kusaga meno na kukauka. Niliwaambia wanafunzi wako wamtoe, lakini hawakuweza. Yesu akaletewa mashtaka. Mwanangu, cha kwanza ni bubu, lakini sio bubu tu, ndani mwake kuna hawa viumbe, pepo liko ndani. Sasa liko ndani, linafanya kazi gani? Linafanya kazi ya kumtesa. Limejigeuza kama kifafa, halijali mtu huyu yuko kwenye moto, halijali mtu huyu yupo kwenye nini, linamwangusha chini na kumpigisha chini. Ule mtu anaanza na kifafa. Ndio kazi yake, ilikuwa anamtesa hivyo. Hilo pepo lilikuwa ndani. Sijui tuko pamoja? Haya, tuendelee. Wakatoa mashtaka kwa Yesu, akamwelezea hivyo na wanafunzi walishindikana. Haya, Yesu akawajibu akasema, enyi kizazi kisicho na imani, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Haya, tuachane na hiyo. Haya, Yesu akamwambia, mleteni. Wakamleta kwake yule roho. Alipomwona Yesu, mara akamtikisa sana yule mtoto,
akaanguka chini, akagagaa akitoa povu. Yesu akamuuliza baba yake, amepatwa na haya tangu lini? Akasema tangu utoto wake. Wanaweza kuingiliwa na mapepo. Nyinyi mnasema malaika, hamna. Sio malaika kama unavyofikiri. Malaika hamna. Malaika sikavaa mwili, ni mwanadamu. Kwa hiyo kumbe hawa wanaweza wakaingilia mpaka nini? Mpaka watoto. Wakaingia kwa mtoto na huwa kuzimu. Shetani ana mekanizimu hiyo ya kwamba akitaka kumwai mtu amtumie katika hatima ya uharibifu kwake, anamwaiji akiwa mdogo, umri huu hapo, akiwa mdogo hivyo, mchanga hivyo, anamwaiji hapo. Na huo ndo wakati unaona ya kwamba mtoto wako hana haja ya kuombewa. Haina haja ya kumwombea. Si unanielewa Wanamwai akiwa na umri huo. Yaani tayari anaingia ndani, anafunga nafsi, anafunga roho, anafanya kila kitu. Kumbe mtoto anapokuwa mdogo kabisa, mimi naanzaga kuombea kuanzia mimba. Tunaenda mpaka unazako katoto kadogo, nina maombi ya awamu mpaka mwisho. Na niliona kwa waumini niliofanya hivyo, watoto wana watoto wazuri asikwambie mtu. Kwa waumini ambao mimi niliowachunga tangu nikiwa kijana mdogo, nilikuwa nawaongoza kwa namna. Waliofanya hivyo walizaa watoto wazuri sana. Sasa katika kutekeleza kazi zao, katika kuzitenda hizo ambazo ni kazi zao, wanapoingia ndani ya mtu, kila kiumbe kwa jukumu lake, kwa shughuli yake, wanafanya kazi kulingana na hilo. Tuko pamoja? Kwa sababu gani? Tumeona huyu pepo bubu aliingia ndani ya mtu. Maana yake ni pepo linalojishughulisha na kazi ambazo zinahusiana na masuala ya ukimya, ya ububu. Alitekeleza kazi ya nini? Ya ububu. Kwa maana kumbe kunaweza kuwa kuna mapepo yanayofanya kazi zao katika kutekeleza kwenye mazingira ya mtu kwa namna fulani. Tuko pamoja? Kwa inawezekana ikawa kuna pepo kipofu. Pepo linalofanya kazi ya ukipofu. Inawezekana pia kukawa kuna pepo kilema. Si tunaelewa vizuri Inawezekana haiko kwa namna hiyo, wakawa wanatekeleza kazi ya namna hiyo. Sasa hapa tunaanza kugundua kwamba wakati mwingine wakiingia kwa mtu, wanaweza kumfanya ule mtu afanye vitu wanavyovitaka wao, kwa sababu yule mtu walipokuwa akiingia walikuwa walimtia kifafa, wakawa wanafanyaje? Wanamwangusha. Kwa wanaweza wakaingia kwa mtu wakamcontrol ule mtu aende akafanyaje? Akauwe. Na ndivyo inavyokuaga. Yaani wale ni simple. Wanaanza kukuona wewe, binti yangu, ulivyo mzuri, una future nzuri ya kimungu na namna yako, wanasema anajifanya yule, tutampiga kombola moja ndio shambulizi. Kwa nini unafikiri shetani akifanya mashambulizi unafikiri anafanyia nje? Ukisikia Mungu anasema umeshambuliwa na roho ya umasikini, ujue pepo la umasikini liko ndani, hata kama alipigi kelele liko. Unanielewa Mapepo, nyie mnajua mapepo kwamba mtu akiwa na pepo akiombewa ndo anapagawa, anafanya hivi. Kwenye eneo lolote la maisha yako unaona hayako kama Mungu anavyotaka au hayaendi vile inavyotakiwa, ujue ndani mwako una mapepo yanayohusiana na kuzuia hilo eneo, hata kama yapigi kelele makanisani. Ile kupiga kelele makanisani mara nyingi inakuwaga ni njia tu ya tekniki zao kwa mazingira fulani. Linaweza likapiga kelele likafanya lakini limetulia zake tumboni kimya, ukakwenda kwa jina la Yesu Kristo wewe ukajua limeshaondoka, kumbe wala limekufanya alafu linakuangalia. Kumbe inahitaji pia macho ya nini? Au anajua akianguka mtu chini afu akitulia kimya tu tayari anakuwa ameshaondoka. Wanajua hivyo. Kwa hiyo kama ni mhubiri kijana, maana vijana ndio wanafikiri watu wanaangalia watu waanguke, ambaye hujakomaa kiroho, uwezo wa rohoni, basi ukishaombea akianguka chini, amina, amefunguliwa. Kumbe kamwangusha tu mtu chini, lakini kabaki mule kwenye kona, akajificha, akatulia kimya. Kwa sababu hata unapoyakemea yanakuja kwanza, yanakuangalia. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo,
achia huyu mtu. Wanaangalia, huyu anatuona? Wakigundua huwaoni, kama wako maelfu mondani, wanaanza kuambizana, hatuoni. Sasa tufanyaje? Tuanze kumchezesha. Toka. Anaanza tena, siwezi kutoka. Siwezi kutoka. Wanakuchezesha, masaa yanakatika. Amjai kukuta wachungaji wa namna hiyo? Anakemea sana kwanza, la pili, mimi nikisema habari hizo sifanyi hata siku moja bwana. Walikujaga watu nikiwa kipindi ndo mchungaji kijana kweli. Walikujaga watu hivyo. Aise, nilikemea pepo na wenzangu tukua vijana kuanzia saa 2 mpaka alfajiri saa 10. Nikasema hiyo kazi siifanyi hata siku moja. Na hiyo kazi naambieni siifanyi kweli. Mimi nina muda wangu ukishafika, siendelei. Nitakuacha na ujinga wako, ulikuwa wapi mpaka ukavamiwa? Alafu uje unisumbue hapa. Nitakuacha hivyo. Tutajuana mbele ya safari. Kwa hiyo sifanyi hiyo kazi. Ile siku nikatoka nikasema, unasemaje? Yaani yaani unakemea pembe sasa nasoma alfajiri hapo ndo likafanya tukasema ametoka. Sasa bwana, kesho kwenye kipindi akaja mchungaji kuweka mkono likaibuka tena. Kumbe bado lipo. Niliwachezesha watoto wako. Sasa nikasema mchungaji akakemea likaondoka. Nikasema mchungaji ametoa kwa kutamka tu. Hii kitu gani? Nikaondoka nikaenda mlimani, nikasema aise, Mungu nina kikao na wewe. Nikaeka kiti, kaa hapo tuongee Mungu. Kaambia Mungu 1 2 3 4 5. Akaniuliza swali, unataka utumie muda gani kutoa pepo? Nikamwambia dakika 5. Sikujua kumbe dakika 5 nazo ni nyingi. Haya sasa, wamelipuka watu wenye mapepo 10, piga 10 mara 5. Nikamwambia dakika 5. Nikaenda kweli bwana. Ikawa nikikemea pepo ndani ya dakika 5. Sasa wakati mwingine hayatoki kwa sababu nishaweka agano kwenye ulimwengu wa kiroho. Huyu jamaa anatukemea ni kweli ana nguvu, ana uwezo wa kutoa, lakini alishaagana na Mungu wake dakika 5. Kwa hiyo anakaa mpaka dakika 5 ndio yanatoka. Nikarudi nikamwambia Mungu, nakuja kurenew agano. Ninaposema mara moja, nikiamuru toka atoke, nisipoamuru toka. Na chochote nitakachosema wasikie na kutii. Nilipoenda nikalirenew agano nikarudi. Sasa pepo anatoka mara moja kwa kile ninachokisema. Na anafanya mara moja kile ninachokisema. Si unaelewa vizuri? Kwa hiyo sasa haya yako kwa namna. Lakini sasa nilichokuwa nataka kusema nini? Kwa hiyo wanapoingia ndani ya mtu, wanafanya ile mechanism yao kwenye huyo mtu. Hata siku moja usije ukafikia kwamba wenye mapepo ni wale wanaopiga kelele. Anza kujichunguza na wewe haraka kwenye maisha yako yakoje. Utagundua uchumi hauendi vizuri, utagundua kiroho changu kenyewe kinachechemea, utagundua mimi mwenyewe siombi. Basi wewe na mapepo yako ndani mwako. Lakini utofauti wa wale wanaopiga kelele na wewe uko kwenye sehemu mbili. Wa yule wanaopiga kelele, moja iko hivi, yule aidha yale mapepo yanakataliwa na yule mtu. Kwa hiyo pale yamepata nafasi ya kuguswa kwa maumivu makali, kwa hiyo yanajidhihirisha. Si unanielewa Narudia tena, aidha yale mapepo yanakataliwa na yule mtu. Yaani yakiwa isi yako ndani ya yule mtu, yanafanya zile kazi zake. Sasa yule mtu amejifahamu, amejijua, kwa hiyo anayakataa yale mapepo yasiyopo kwenye maisha yake. Ndio wao ukija kanisani ukiweka mkono tu yanadhihirika. Ukiweka mkono tu yanafanyaje? Yanadhihirika. Wewe unafikiri kumbe hata uzinzi nao pia si pepo? Kama ndani una tabia ya uzinzi na wewe upigi kelele, utakuwa una pepo. Unalo la uzinzi, lakini kwa sababu bado hujaanza kulikataa lipigi kelele. Moja yani ukiona, yani hiyo ndo jinsi ilivyo. Ukiona unafanya huduma ya deliverance, wale ambao mapepo yanadhihirika, ujue yanadhihirika kwa watu ambao wamekataa. Yani wanapambana na hizo hali ndani mwao, wanapambana na hivyo vitu, wanapambana. Kwa yale mapepo yako kiubishi. Sasa yamekutana na mtu mwingine mwenye nini? Mwenye nguvu. Kwa ile nguvu imefanyaje? Imezidi. Kwa mpaka sasa wameshindwa, yameanza kudhihirika. Kwa mtu yule unakuta anafunguliwa kiurahisi. Si unanielewa Tofauti kutoka kuja sasa kwa huyu ambaye hayapigi kelele. Huyu ambaye hayapigi kelele ni nini? Ni kwamba
yako ndani, lakini yule mtu aidha hajajua kwamba hizo shughuli zinazofanywa ndani zinatokana na huyo, au huyo mtu anajua hiyo hali lakini hajaamua kupambana nayo, kuikataa. Kwa wewe hata ukija kwangu mimi nikufanyie deliverance, nikagundua kuna kifungo cha nguvu za giza kipo ndani mwako, kama hiyo hali hujaanza kuishughulikia mwenyewe, kuikataa, ni ngumu hata mimi kukufungua. Si unaelewa? Unatakiwa wewe uanze kuikataa wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukija, zinakutana nguvu iliyozidi zaidi, inakuwa ni rahisi kufanyaje? Kufunguliwa. Tuko pamoja? Tabia zote za dhambi ni mapepo, na inapodhihirika kwa mtu, iwe ni hasira, ni pepo. Tabia zote, namna zote ambazo Mungu hazihitaji ni mapepo. Tuko pamoja? Yaani zote ni mapepo. Hasira, sijui uchungu, sijui, yaani vyote ni mapepo. Kwa hiyo sasa, ikiwa wewe hujagundua ukaanza kukataa hizo tabia, ndo utakuta hujawahi hata siku moja kudhihirika una nini? Una pepo. Lakini kumbe unayo, ila yapo kimya, kwa sababu yako kwenye nyumba ambayo mtu huyo anafanyaje? Anawakubali. Lakini siku tuanza kusema naanza kufanya vita na roho ya hasira, na kuhakikishia kuna siku utafika kanisani hapa itadhihirika, afu itapigwa pembeni. Naanza kufanya vita na roho ya ulevi, na kuhakikishia hilo ni pepo. Kuna siku ukifika kanisani linapigwa, unashangaa limedhihirika. Sio, unaelewa vizuri? Wewe, mimi nampeleka kulewa huyu, sio vitu gani nini, inapigwa, linafanyaje? Linaondoka. Sio, unaelewa vizuri? Ndio iko hivyo hivyo. Lakini pia kuna wakati mwingine mapepo yanaweza kutoka kimya kimya, kwa namna mtu anavyoweza kuzingatia uongozi wa kimungu kwenye maisha yake wa neno la Mungu. Sio, inawezekana yule mtu anavyoweza kulisikia neno akaenda akafanya, anasikia miongozo ya kile akaenda akafanya maombi na kadhalika, yakawa yanatoka kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo nitaishia hapa na nitaendelea kwa wakati mwingine.